بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة يكون في ختام تفسير سورة جزء تبارك من سورة الإنسان إلى آخر سورة المرسلات. لما أخبر تعالى أنه يطاف على الأبرار بأنواع الشراب بآنية من فضة وأكوابها، ذكر الطائفين عليهم ووصفهم بالحسن والكمال، وقال سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، na watawazungukia hao watu wa peponi, watoto wa peponi walioumbwa hali ya kuwa wa milele, na watawazungukia watoto wa peponi walioumbwa kuwa wa milele. Wayatufu alaihim ay ala al-abrar wildanun, watoto wa peponi, mukhalladun, walioumbwa kuwa wa milele. wildan jamu ya walid wa humul ghilman, kama ilivyokuja katika sura at-tur: wayatufu alaihim ghilmanun lahum, wayatufu alaihim ghilmanun lahum kaannahum lu'lu'un maknun. Katika sura at-tur imekuja hivyo. Na watawazungukia wao watoto au vijana, watoto ambao ni watoto, watawazungukia wao kana kwamba wao ni lulu iliyohifadhiwa. Hapa amesema mukhalladun ay baqun ala ma hum alayhi min albaha, watabakia vile vile walivyo katika uzuri wao, hawabadiliki, hawachakai, hawazeeki. Baadhi ya mufassirini wanaeleza kwamba kwa uchache mtu atakuwa na khadam karibu 1000 watumishi, na kila mmoja na jambo lake. Huyu enda huku, huyu enda huku, na kila nakutumikia wewe, kwa sababu anta almalik, wewe ni mfalme, wewe ni bwana mkubwa, unahitaji kukirimiwa. Kwa hiyo umeumbwa vijana maalum wako hivyo hivyo, hawabadiliki wao katika uzuri, haubadiliki umri wao, ni kwa ajili ya kuwatumikia al-abrar. Wayatufu alaihim wildanun mukhalladun, kabla ya hiyo, na watawazungukia watoto wa peponi walioumbwa kuwa wa milele. Idha raaitahum, ukiwaona wao, hasibtahum lu'lu'an manthura, utawadhania wao ni lulu yenye kutawanywa. Hasibtahum lu'lu'an manthura, utawadhania wao ni lulu yenye kutawanywa. Wadhālika lihusnihim wa safā'i alwanihim, na hilo ni kwa sababu ya uzuri wao na usafi wa rangi zao. Wa ishraqi wujuhihim, na kutoa nuru nyuso zao. Wa intisharihim fil khidma, na kule kutawanyika kwao katika kutoa huduma. Wal lu'lu'ul manthur ahsanu fil 'ayn min al mandhum, na lulu iliyotawanywa iko nzuri zaidi katika mandhar kuliko iliyotungwa, katika sehemu ikatungwa. Iliyotawanywa na kuwa nzuri zaidi, liukui shu'a'i ba'dhihi ala ba'd, kwa kule kupatikana mwangaza wa baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Anasema Ibn Kathiri: wa idha ra'aytahum fi intisharihim fi qada'i hawaij as-sada, utakapowaona wao katika kule kutawanyika kwao
katika kukidhi haja za mabwana, wa kathratihim, na ule wingi wao, wa sabahati wujuhihim, na kule kutoa mwangaza nyuso zao, wa husni alwanihim wa thiyabihim wa huliyihim, hasibtahum lu'lu'an manthura wala yakunu fi at-tashbih ahsan min hadha, hakuna katika tashbih iliyo nzuri kuliko hii. Wala fi al-manzar ahsan min al-lu'lu' al-manthur ala al-makan al-hasan. Allahu akbar. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idha ra'aita thamma, na utakapowaona huko, thamma kwa maana hunaka, ay fil janna, utakapowaona huko katika pepo, yani ra'aita na'iman wa mulkan kabira, utaona neema na ufalme mkubwa. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, utaona neema na ufalme mkubwa, ay adhiman la ghayata ba'dahu fi as-sa'a wal jamal wad dawam, ufalme mkubwa ambao hauna ukomo baada yake katika ukunjufu, yani utakuwa mtu na nafasi kubwa na eneo kubwa, uzuri na kudumu. Na hapa pana ijmali, lakini ijmali hii imekuja baada ya tafsiri. Anasema subhanahu wa ta'ala, aliyahum, kimesoma alihim. Kuna waliosoma kama Nafi na Hamza na Abu Jaafar wamesoma alihim kwa rafu, yani, lakini sisi tunasoma aliyahum kwa nasb, hali ya dhamiri, hali ya kuwa ni wenye kuvishwa juu yao. Aliyahum, hali ya kuwa ni wenye kuvishwa thiyabu sundusin, nguo za hariri nyepesi. Thiyabu sundusin, nguo za hariri nyepesi. Sundus ni maraqa min alharir, ni ile iliyo nyepesi katika hariri. Kwa idhafa hapa ni idhafa ya bayani an-naw'i, al-idafatu li bayani an-naw'i. Thiyabu sundus, kama vile kusema khatamu hadid, khatamu hadid. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun, nasoma khudrun birraf'i, sifa ya thiyab. Hali ya kuwa ni wenye kuvishwa juu yao nguo za hariri nyepesi za kijani, kwa sababu khudr ni jamu ya akhdar, wa huwa min ahsani al-alwan wa ahdaiha fi al-ain, nguo nzuri, rangi nzuri kabisa hiyo. Na pia imesomwa khudrin kwa jari, khudrin itakuwa ni sifa ya sundus, ikiwa khudrun ni sifa ya thiyab, yote yafaa. Wa istabraq, na hariri nzito, wa huwa ma ghalidha min alharir, marfu, takuwa mawtufisha ala thiyab. Wa hullu asawira min fidda, na watapambwa kwa mabangili ya fedha. Asawira jamu ya siwar, zile ambazo huvaliwa katika mi'sam. لو حلوا أساور، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال يحلون فيها من أساور من ذهب، هي صفة ولي الأبرار. أما المقربون وسبب pepo zao zitakuwa ni pepo za dhahabu. Almuqarrabun wao ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yuhallawna fiha, watavishwa humo, min asawira min dhahabi, na mabangili yale ya dhahabu, tavishwa hivyo. Pia duniani ni haramu, na ni mavazi maalumu ambayo wanavaa wanawake. Dhahabu haitafaa, wala wanaume pia hawavai mabangili duniani, lakini akhira mambo yatakuwa tofauti.
Kwa hiyo habari inazungumzwa hapa ya fedha ni kwa sababu zile pepo mbili za fedha, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wama fihima wa jannatani min dhahabin آنيتهما وما فيهما. والحديث عند البخاري ومسلم عند الشيخين. حديث من؟ حديث عبد الله بن قيس. أنا سيما وسقاهم ربهم ناتمنيش ومولواو شرابا طهورا kinywaji kilichokitakatifu, kinywaji kisafi. Sasa kusema kinywaji kisafi naqiyan, yani sharaban tahura, atawanywesha wa Mola wao kinywaji kisafi, kinywaji kilichokuwa safi kabisa, balighu at-tahara naqiya min al-adha wal-qadha. ثم يقال لهم على سبيل الحفاوة والإكرام إن هذا، kisha wataambiwa hakika haya, kana lakum jazaa, yamekuwa kwenu ndiyo malipo. Inna hadha kana lakum jazaa, wataambiwa hakika haya yamekuwa kwenu ndiyo malipo. Wa kana sa'yukum mashkura, na zimekuwa amali zenu ni zenye kushukuriwa, yani zenye kukubaliwa. Wa kana sa'yukum, na zimekuwa amali zenu huko duniani mashkura, ni zenye kukubaliwa, mpaka mmepata hii janna, amali zenu zimekubaliwa. Wanudu an tilkumul janna, watalinganiwa watu, wataambiwa hizo ndio pepo. Uristumuha, mmepewa, mmerithishwa hizo pepo. Bima kuntum ta'malun, kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyatenda. Katika Ra'd imekuja salamun alaykum bima sabartum, amani salamu iwe juu yenu, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar. wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar. na malaika, na hali ya kuwa malaika wanaingia juu yao kila mlango, wanawapa salamun alaykum bima sabartum, salamu iwe juu yenu kwa sababu ya vile mlivyosubiri nyinyi. Fa ni'ma 'uqba ad-dar, basi bora ya mwisho mwema ni hii nyumba ya pepo. Mmestahili kuingia peponi kwa sababu ya subra mlionayo, mlivumilia mengi duniani, sasa mmelipwa hayo. Kwa hiyo kana sa'yukum mashkura. kule wakulu washrabu hani'an bima aslaftum fi al-ayami al-khaliya. Kulu washrabu, kuleni kunyweni, bima aslaftum, kwa sababu ya yale mliyotanguliza. Bima aslaftum, kwa sababu ya yale mliyotanguliza, fi al-ayami al-khaliya, katika siku zilizopita, kuonyesha kwamba amali zina nafasi katika mtu kulipwa mema, na kisha baada ya hapo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tamlipa pepo mtu. Kwa hiyo i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani juu yako ewe Muhammad, kuiteremsha yani kidogo kidogo, kwa sababu fi'li nazzala inamaanisha, inafahamisha at-tadarruj, kidogo kidogo, inafahamisha kwamba al-fi'l nazzala yufidu anna hadha al-Qur'an nazala bit-tadarruj mutafarriqan, kama ilivyokuja katika suratu al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Na Qur'ani sisi tumeigawa ili uisome kwa watu kwa utaratibu, kwa utulivu. Wa nazzalnahu tanzila, kwa hiyo haikuteremka Qur'ani jumlatan wahida, imeteremka munajjama. Ndio maana wanasema inna nahnu nazzalna alayka alquran, hakika sisi tumeiteremsha juu yako Qur'ani ya Muhammad,
tanzila, kuiteremsha kidogo kidogo. Fasbir li hukmi rabbik, basi endelea kusubiri kwa hukumu ya Mola wako. Wala tuti' minhum athiman au kafura, wala usimtii katika wao mwenye dhambi wala kafiri mno. Kafura kwa maana kafiri mno. wala tuti' minhum, siwatii katika wao washirikina. Athiman ay dha ithmin, mwenye madhambi. Wala au kafura ay shadid al-kufr. Kwa hiyo au hapa ina maana ya, kwa maana ya la, ay wala kafura, kama taqul al-arab la takdhib au tasriq, turid wala tasriq. Fasbir li hukmi rabbika, basi endelea kusubiri kwa hukumu ya Mola wako. Wala tuti' minhum, wala usimtii katika hao, katika wao, yani washirikina. Athiman, mwenye madhambi, au kafura, au kafiri mno. Wadhkur isma rabbika, nalitaji jina la Mola wako. Bukratan, asubuhi, wa asila, na jioni. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, nalitaji jina la Mola wako asubuhi na jioni. Wa minal layl, na katika wakati na katika sehemu ya usiku. Wa minal layli, na katika sehemu ya usiku, yani baadhi al-layli, kwa sababu mimi nimekuja katika dharf kwa maana tab'idh hapo. Wa minal layli, na katika sehemu ya usiku. Fasjud lahu, sujudu kwa ajili yake, yani swali kwa ajili yake. Fasjud lahu, swali kwa ajili yake. Wasabbihuhu, namsabbih yeye, namtakase yani. Wasabbihuhu, namsabbih yeye. Laylan tawila, usiku mrefu. Kwa hiyo mara nyingi utaona yu'abbaru fi al-Qur'ani 'an as-salati bi ba'dhi ajza'iha, uelezwa swala kwa kutajwa baadhi ya sehemu zake, sawa, kama rukuu au sujudu au tasbih, kwa tabiru bil juz'i anil kulli. Fasjud lahu, kwa maana ya swali. Laylan tawila, usiku mrefu, kwa maana sehemu kubwa katika usiku mtakase Mola wako. Kwa maana ij'al waqtan tawilan min al-layli lis-salat la yaqilu 'an ath-thuluth, ujalie wakati mrefu katika usiku kwa ajili ya sala, wakati ambao haupungui chini ya thuluth, kwa sababu sifa ya muttaqun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, ni sifa ambayo wamekwenda nao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu ta'ala yaj'alana minhum wa yatadarakana bi rahmatihi. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila, hakika hawa makafiri wanaipenda dunia. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila, hakika hawa makafiri wanaipenda dunia sana. Mapenzi yao katika dunia ni makubwa. Mahabbatan tatajaddadu fi kulli waqtin, kwa al-'ajila kwa maana ya dunia. Lakini wapo katika Uislamu wanaojifananisha na makafiri katika hili. Kule imekuja katika al-Qiyama, tumesoma jana, kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhirah. Mnaipenda dunia, mapenzi ni makubwa kiasi ambacho wayadharuna waraahum, na wanaacha mbele yao, na wanaiacha mbele yao yawman thaqila, siku nzito. Alama ya kuipenda dunia ni kwamba wewe waacha maandalizi ya siku nzito. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila, hakika hawa makafiri wanaipenda dunia. Wayadharuna waraahum yawman thaqila, na wanaiacha mbele yao siku nzito. hawajishughulishi na kile ambacho kitawaletea salama na siku hiyo.
wao ni mbio tu, kila wakati mbio. Vipi bwana, bize bwana, niko bize bwana, sipati muda. Na kweli hapati muda kukaa sasa nasoma Qur'ani, leo nimemaliza juzu moja au nimesoma nusu juzu, alhamdulillah. Hapati. Kama kajaliwa taswali swala ya jamaa, swala ikimalizwa tu, hata adhkari jamaliza safari, hiyo iko bize, hana wakati. Ile kukaa kwamba sasa nikiwa kwa utaratibu, kwa utulivu, nisema adhkari zangu kwa utaratibu baada sala, hana wakati huo. Au akae baada salati al-fajr ila tulu'i ash-shams, kwamba nitafanya adhkari, nitafanya hivi adhkari za sabaha, hana wakati huo. Muda muhimu katika jambo gani? Mambo ya kilimwengu. Au kabla ghurubi shamsi, akae kwamba sasa nifanye adhkari baada al-asr mpaka ghurubi shams, nifanye adhkari sasa, adhkari za masaa. Hana muda huo. Muda kwa sababu mambo mengi, kuna hesabu hajazifunga, kuna watu sijui hajawafanya hivi, kuna jambo gani liko hivi, ameshughulishwa na dunia yake. Wako katika Uislamu walio namna hiyo, lakini aslan jambo hili wako nalo makufar. Wao wanakwenda mbio kushughulika na dunia yao, laila nahar la yafturun, usiku na mchana hawachoki, wanatafuta dunia yao. Lakini akiwajii katika dunia ila kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria. Kwa hiyo katika Uislamu wako wanaokuwa katika mwenendo huu ambao si maslaki nzuri, si katika masaliki nzuri za watu wa kheri. Kifika usiku atajibwaga, amechoka, hana muda tena sasa. Na wengine hata usiku pia hawalali, kwa sababu wako bize kweli. Ni kweli wako bize, lakini kwa ajili ya nini? Ya dunia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa faragha ya moyo wako na qanaa katika moyo, ikawa wapata wasaa wewe wa kufanya mambo ya ibada kwa ukamilifu, yani moyo wako umetulizana katika ibada. Kumbe unaweza kukaa ukasoma Qur'ani ukamaliza juzu nzima bila ya kutafakari kwamba kuna fulani si nani, kuna jambo fulani limekushughulisha. Kama waweza hivyo basi alhamdulillah, fahmadillah. Kuna wengine hawezi, karatasi moja akisoma simu 20 zitaingia hapo, iko busy namna hii, afukuzwa, hapati muda. Ni maisha yanavyojipangia. Ukijipangia hivi basi itakuja hivyo hivyo, kwa sababu huyo anayekupigia simu kwa wakati huo ni kwamba ametafuta wakati, yeye ana nafasi, ndio maana akupigia. Lakini kuna wakati yeye hana nafasi, ukimpigia atapokea. Kwa nini wewe uwe mjinga kiasi hicho? Wenzako wapanga mambo yao, wakana nafasi zao na wasaa wao, wewe washindwa kupangilia kila kitu. Wewe unakipokea katika mambo ya kilimwengu. Weka wasaa kwa ajili ya Mola wako na faragha ya Mola wako, fi al-layli au fi an-nahar. Alhamdulillah, katika wakati wa mchana, inna laka fi an-nahari sabhan tawila, hakika una wewe katika wakati wa mchana una wasaa mrefu, faragha ndefu tu. Haya, fanya mambo yao katika wakati wa mchana. Na huu usiku na mbona hupati? Kwa hiyo watu watakiwa wajiepushe na masaliki hizi mbaya, wajiepushe na masaliki hizo mbaya, wajitahidi katika kutengeneza akhira. Hii dunia sisi tunapita tu, na umri ndio huu. Ukiangalia watu, kuna watu ukisema sawa wamekufa, hawakufika miaka 40, lakini watu ukisema sawa kabisa, kina Muadh bin Jabal hakufika miaka 40, kafa kijana mdogo tu, lakini imam katika umma. Sasa wewe una mingapi sasa? Madha qaddamt, umetanguliza nini mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala? Kwa hilo liangaliwe. Inna haulai yuhibbuna al-ajila, hakika hawa makafiri wanaipenda dunia. Wayadharuna waraahum yawman thaqila, na wanaiacha mbele yao siku nzito. Jiandae kwa ajili ya siku ya kiyama. Nahnu khalaqnahum, sisi tumewaumba wao. Nahnu khalaqnahum, sisi tumewaumba wao. Washadadna asrahum, na tumevitia nguvu viungo vyao. Washadadna asrahum, na tumevitia nguvu.
shadadna ay qawwayna wa shadadna asrahum, na tumevitia nguvu viungo vyao. Viungo vyao vina nguvu, tukawajalia wao ni aqwiya na shidda, waweza kutoka hapa akenda hapa akafanya hiki akabeba kile. Na hii ni nisbi, ni amru nisbi kilinganisha na vitu vingine. Yani kilinganisha na vitu vingine utakuta vingine vina dhaifu. Mwanadamu ana nguvu, ana uwezo kuvitawala, lakini haina maana kwamba yeye ana nguvu kuliko vyote, na hili linafahamika wala halihitaji dalili. Fitra tu inakuambia hivyo. Wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila, na tukitaka tutawabadilisha mfano wao kuwabadilisha. Wa idha shi'na, na tukitaka badalna amthalahum tabdila, na tukitaka tutabadilisha mfano wao kubadilisha, tukaweka wengine. In yasha yudhhibukum, in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi akharin au ya'ti bi khalqin jadid. In yasha yudhhibukum, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atawaondosha nyote. Wa ya'ti bi khalqin jadid, na atawaleta viumbe vingine wapya kabisa. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, na mkibadilika mkigeuka yastabdil qauman ghayrakum, atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yasha yudhhibkum ayuha an-nas, katika nyingine akitaka atawaondosheni nyinyi watu. Wa yati bi akharin, na atawaleta wengine. Kwa hiyo idha shi'na, na tukitaka tungebadalna amthalahum tabdila, tutawabadilisha mfano wao kuwabadilisha tukitaka. Hilo halishindi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi tadhkira, hakika sura hii ni ukumbusho. Inna hadhihi tadhkiratun, hakika sura hii ni ukumbusho. Inna hadhihi ay sura binadhmiha albadi' wa ma'aniha aljalila almunabbi'a an ahwal alkhalq wa dhikri almabda' walma'ad. Sura hii kwa nadhmi yake, utungo wake ulio mzuri na maana zake tukufu zenye kuelezea hali za viumbe na kutajwa tangu kuanza kuumbwa mpaka kurejeshwa kwao. Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Min al-mabda ila al-ma'ad imetaja sura hii. Kwa inna hadhihi tadhkira, hakika sura hii ni ukumbusho. Faman shaa ittakhadha ila rabbih sabila, basi anayetaka atajifanyia kwa Mola wake njia ya kujisalimisha. Ikhtara li nafsihi sabilan ay tariqan ila Allah bi ta'atihi wa talab mardatihi, na sio ya takhyiri. Hii ni hadh wa targhib, ndani kuna tahdhid na targhib, kuhimiza. Si swala la kupewa khiari kwamba ukitaka utafanya, la, watu wanahimizwa kufanya. Faman shaa, anayetaka, basi anayetaka ittakhadha ila rabbih sabila, atajifanyia kwa Mola wake njia ya kujisalimisha, atafuta njia ya salama kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah, na hamtotaka isipokuwa akitaka Allah. Kwa maana mashia ya mwanadamu yamezungukwa na mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana aliman hakima, hakika Allah ni mjuzi mwenye hikma. Inna Allah kana aliman hakima, hakika Allah daima amekuwa ni mjuzi mwenye hikma. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati, atamuingiza anemtaka katika rehema yake, ni katika pepo yake. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, tamuingiza anemtaka katika rehema yake, katika pepo yake. Rehema kwa maana ya pepo. Wadh-dhalimin, na madhalim, a'adda lahum adhaban alima, amewaandalia wao adhabu yenye kutia uchungu.